Wakubwa zangu shikamoni, wadogo zangu wote hamjamboni. Ninafanya video hii nikiwa na uchungu mwingi kwenye roho yangu ya kwamba Afrika tumekuwa na tabia ile wanasema Africa eats her sons. Viongozi wetu tunawatesa sana. Na isiji kama kawaida, maana hata Mungu anatumia viongozi kuokoa watu na kuwasaidia. Wasomaji wa Biblia wanajua Musa alitumika na Mungu kuokoa watu kutoka kifungo cha Misri. Sasa hapa kuna jambo ambalo nataka tuliangazie kuhusu Tundu Lissu. Tundu Lissu aachiliwe. Na ningependa sana kuuliza Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa ikiwezekana waingilie hii kesi. Kwa sababu Tundu Lissu yuko jela kweli, lakini mimi nikikumbuka vizuri, huyo mzee ameshtakiwa na kesi ya uhaini. Na kulingana na mtazamo wangu na wale wengine ambao tunafuatilia masuala kama haya, ni kwamba haiwezekani kwamba mtu akisema serikali haiendeshwi vizuri, inasemekana anachochea watu against the government. Unachochea watu against bad governance, hiyo ni sawa. Uongozi mbaya, ukisema hapa kuna shida, ni kwa sababu ya wema wa wananchi. Sasa huyu mzee anaozea jela. Na cha kushangaza ni kwamba the rest of us, wa Afrika wenzetu, tumenyamaza tu. Nchi ya Kenya tumenyamaza. Hasa kule Uganda pia ni kwingine hatuwezi tukaongea, maana Kizza Besigye ni kama script ni moja. Yule hata sijui mara ni mgonjwa lakini hata hospitali haiwezi akaenda. Lakini hapa kwa Tundu Lissu, nakumbuka vizuri kabisa Tundu Lissu alishikwa kwa sababu kulingana na mtazamo wangu alikuwa na clarion call, hii slogan ya kusema kwamba no reform no election. Sasa kusema ukweli kabisa, Tanzania inahitaji reform, na si Tanzania peke yake, hata Kenya, hata Uganda. Maana maisha mwanadamu huenda ukiimprove kila siku na unaongezea kiwango kila siku. Sasa kule kusema kwamba anahitaji reform, inaonekana kuna wale makatela ambao wanakula chini ya maji na hawataki huyo mzee aachiliwe, kwa sababu katiba mpya ikiletwa katika nchi ya Tanzania, kuna watu wengi sana watapoteza mianya ya wizi. Hata Kenya, nchi zote. Sasa hawa makatel wanaungana pamoja. Mimi ningependa kusema hivi, wa Tanzania bado tutasukuma hii kitu. Tunahitaji nchi ambayo iko na freedom. Juzi nimesikia Heche anasema kwamba kesi ya Lissu ni kesi ya mchongo. Na kusema ukweli, kila mtu, hata wale ambao wako nje, wanaweza wakasema hii ni kesi ya kubandikiziwa tu. Na Tundu Lissu aachiliwe, kwa sababu mara nyingi unasikianga msemo huu kwenye koti ya kwamba ndio walio na mfano kama walio na tabia kama hizi wajifunze. Huyo mzee asipoachiliwa, wengine pia watapitishwa hiyo njia. Akiachiliwa kutakuwa na ushindi. Sasa huyu mzee katika ile gereza la Ukonga nilimwona wakati mwingine hata anasema amenyimwa chakula. Na unajua mtu akiwekewa kesi ya uhaini kulingana na sheria za nchi ya Tanzania, huyo ni mtu wa kunyongwa, ni mtu wa kuuawa. Sasa cha msingi ni tulipoambiwa ni uhaini, kuna mtu anaweza akadhibitisha ni uhaini. Kwa sababu kuambia watu kuwa na reforms, kusiwa na election mpaka kuwa na reforms, hiyo si uchochezi kinyume na serikali. Tupambanue utofauti baina ya uchochezi kinyume na serikali na uchochezi kinyume na uongozi mbaya. Uongozi mbaya lazima tuongee, tuseme huu ni uongozi mbaya. Sasa uongozi mbaya si serikali. Na kama basi hiyo ndio serikali, basi tujue hii serikali si serikali ya uhalali, kwa sababu kama wanatetea uongozi mbaya basi si vizuri. Mimi ningependa kuita Watanzania wenzangu ya kwamba Tundu Lissu aachiliwe. Tunafahamu vizuri kwamba siku ya kura tarehe 29 mwezi wa 10 kulikuwa na vijana walijitokeza na wakasema kweli hakufai kuwa na kura, na tunajua vile waliuawa. Wameuawa kweli, vijana wa Tanzania wameuawa vibaya sana. Wameuawa vibaya sana, si sawa kabisa. Nawaambia kabisa kuwa vijana si vizuri, maana wapi kesho yenu? Sisi wazee tumeshazeeka. Tukimaliza vijana, wapi kesho ya Tanzania? Wapi kesho? Na hata mtu anaweza kujiuliza, kwani Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika Mashariki uhai ama umekufa pia? Na kama upo unafanya kazi gani? Even the senior brother, kijana mkubwa huyu ambaye ni Kenya, mnafanya kitu gani? Rais Ruto
Jaribuni muinue kidole kidogo, hata sauti kidogo. Manake katika tamaduni za Kiafrika kukiwa na shida kwenye boma fulani, inaruhusiwa kabisa. Ni sawa kabisa kwamba jirani anakuja ndani anasema, hey, jameni, hapa kuna vita, tutatue namna gani? Sasa hapa tunaona Tundu Lissu, kwa mtazamo wangu, anaonewa kabisa, na Tundu Lissu aachiliwe. Na wala kama Tundu Lissu haachiliwi, basi ujue kwamba si mnaona umeanza kuwa na kuzuiliwa kusafiri. Watu wamezuiliwa. Juzi nimeona hata kuna delegation fulani from Europe ambayo ilizuiliwa kuingia Tanzania. Sasa tukienda kuisolate nchi yetu namna hii, itafika mahali itakuwa kwamba we can never run our country anymore. Ni maombi yangu ya kwamba sisi wote tupige moyo konde, tunahitajiana. Wewe hata kama wewe ni kiongozi, huwezi kuwa kiongozi miaka yote. Na pia ukiwa kiongozi, unaseti mfano gani? Ndio kesho watu wale ambao watakuja baadaye wafuate huo mfano. Unaweka mfano gani? Unaweka mfano wa kuua watu, mfano wa kufungia watu. Sasa ile jela unafikiri kama inapomfunga Tundu Lissu iwezi kukuweka wewe ndani? Wewe hujui kuna kitu inaitwa turning tables. Meza ubadilishwa. Leo ni wewe, kesho ni mwingine. Haya mambo yameonekana kwingineko, yanaweza yakatendeka hata Tanzania. Na alafu nitasema hivi, wale watu ambao wanajua kuomba, mjiunge mkono muombee nchi ya Tanzania. Kwa sababu mahali kunaelekea si kuzuri. Maana kiongozi kama Tundu Lissu, ule mzee ana marisasi kwenye mwili wake karibu 11. Ule mzee amepitia mambo yote. Ule mzee ananyimwa chakula gerezani. What is that? AU, Africa Unity, haionekani kabisa kwa ground. Ni maombi yangu ya kwamba Mungu aguze watu wajue kwamba kiongozi ni kiongozi kama wewe ambaye uko kwenye mamlaka, na mambo yakigeuka unaweza ukajipata pabaya wanapofikiri kwamba wewe ndio unajua. Asanteni sana Watanzania wenzangu, ningependa kuomba kwamba tuamke. Hata kama damu ilimwagika, ni kweli damu nyingi ilimwagika, lakini unajua nini? Ile damu inanena. Siku moja uhuru utakuja. Na mimi naweza nikakubaliana kwamba katiba ya Tanzania inahitaji mabadiliko, na mabadiliko makubwa sana. Na mabadiliko yatakuja tu. Yatakuja tu, mzuie msizuie, yanakuja. Na yatafika. In fact yako mlangoni anagonga. Kwa sababu siku ile watu wataamua ni mabadiliko, lazima mabadiliko yatakuwa. Asanteni sana, Mungu awabariki, Mungu aibariki Tanzania, na tuendelee kuomba. Mungu atatunusuru siku moja na mikono ya uovu. Asante sana.